Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Tulieni. Huyu mwanamke sija ameelekea wapi? Oa jamani, huyu mwanamke anakimbia sio mchezo. Nimechoka. Sasa hapa tunafanyaje? Tugawanyike tumpate. Sio tunaenda kama manyengenyenge, tunafeli jamani. Nimechoka. Umechoka nini? Huyu sio kuchoka. Tunachukua maamuzi gani hapa haraka haraka? Hem, tufanye tugawanyike chapchapu. Tunashangaa nini? Wapiteni huku chapchapu tugawanyike.
Naweza kufukuziana hivi jamani udi. Hawa ishapotea tayari. Bora mgeboshile yale anakimbia. Subiri nyumbani huku. Nachukiaga mimi. Unataka kwa wewe. Najioka mimi. Stefani. Wewe kizimani. Kweli kwani ataje kwa kukulia watu wajua. Hapa naenda kupaka tu mafuta. Baba lidioe. Sasa kibibana kibidara hizi kazi zingine.
We, John. we Johnny. We. Ha. Ha. We. Ha. Habari nimeshoka hapa nipumzike sasa. Baba, kimbizana chatu, hakuna watu wafariki tena. Habari nipumzike, nimeoje aina fulani hapa. Sasa unafikiria We. ushaanza habari zako za kulialia Dudu? John amefariki. Ni kweli? Hata mimi nimeikuta maiti yake. Sijajua amekumbwa na jambo gani. Amekuwa na nyoka amefariki. Nyoka? Dula, usifanye masiara na kifo cha mtu. Sasa hapa tunafanyaje? Waliambiwa. Alafu Dula, usipende kuniuliza maswali ambayo mimi sielewi, siwezi kujibu. Mimi sielewi mpaka sasa mtu huyo atakuwa wapi. Hapa hakuna muda wa kupoteza. Twende tu. Dunia sio mbaya, sio mbaya, dunia sio mbaya, Mungu wabaya. Hapa tuko na wenzangu.
Hivi wewe Moze, ukanya mara ngapi? Mbona kwa sio mwelewa lakini wewe? Nimekukanya mara ngapi, nimekuonya mara ngapi? Mbona usikii? Unaona sasa kilichotokea? Lakini dadangu mimi sio mhusika kutokea haya yote. Wewe unajua kabisa wazi ambaye ametokea ni sababu ya mtu mwingine tofauti na mimi. Sasa kwa nini unanihukumu mimi? Najua sio mhusika. Kilichotokea huko nje anakuzungumzia, kila mtu anakuzungumzia wewe. Haya, utaweka sura yako wapi? Utafanyaje mdogo wangu? Utafanyaje? Yaani mimi hapa nimeshachanganyikiwa, hata sielewi nitafanyaje. Na sijui utaweka sura yako wapi. Ameshatokea, sasa tutafanyaje sasa? Yaani mimi hapa ndo sielewi nitafanyaje sasa. Na wewe utafanyaje? Yaani hapa sijui uondoke, sijui ende wapi, sijui ende nchi za nje, sijui ende wapi. Maana tayari sasa huko nje wanaongelea na tayari wameshajua wewe ndo umefanya tukio. Mimi sio mhusika, bali aliyefanya tukio mwingine dada yangu. Najua wewe sio mhusika, lakini sasa tayari huko nje anazungumziwa. Nifanyeje sasa mimi? Sawa, nataka tokea litokee hilo. Alafu wewe Moze, unachukulia simple unajua? Kumbuka hii ni damu ya mtu, na damu ya mtu ni nzito. Kitakachokukuta wewe. Hivi nadhani ndugu zake watakaa kimya kukuangalia tu? Watakufanya kitu kibaya wewe. Wewe chukulia simple tu hivyo hivyo. Shauri yako. Mimi jamani nifanyeje? Mwenyekiti, nimekuja mahali hapa, nina jaziba sana. Nimefiwa na mwanangu. Nimefiwa na mwanangu na uchungu sana. Pole kwa hilo. Asante. Ndio. Yaani nashindwa namna gani nianze kuelezea na namna gani nimalize. Kwanza bwana mama, nikutoe hofu. Na hiyo taarifa tunayo. Kwanza pole sana. Kufiwa na mtoto ni jambo yani hatari sana. Na uzuri kwa jambo limeshafika katibu na mwenyekiti hapa na sura limeshaenda kituoni. Na sisi viongozi tuliopo hapa na pamoja na askari acha tuifanye kazi. Mawasiliano tutakuwa kule huku na huku. Sio kwamba tukisema kwamba tuwaachie askari peke yake itakuwa ni ngumu. Itakiwa na sisi wenyewe iwe ni changamoto kote kote na katibu wangu. Unajua mwenyekiti, swala aliyemuua mwanangu inasemekana yuko hapa hapa. Anajulikana kwa jina la Moses. Moses ndio akafanya hili jambo. Kwa kweli ninapomuona yule mtoto, moyo inaniuma sana. Mwanangu amelala chini. Muone vile kitu chake. Mwenyekiti, niangalie swala kwa upana na kubwa. Ama nikutoe tu hofu kabisa. Kwa kweli swali limeshakuja serikalini. Haina shida, ukatibu. Na utaratibu wa kisheria. Serikali haifanyi jambo kulabudisha wala kupuni. Na wala haibashiri kwamba ni Moses au ni nani. Ni Moses. Hapana. Cha msingi iachie serikali ifanye kazi yake. Basi. Hakuna kitu kingine. Na hata unapokuwepo nyumbani juu ya majirani zako, usipeleke maneno. Ni Moses, ni Moses. Acha serikali ifanye uchunguzi. Anachokisema katibu usipende kuisisi. Yaani vile vitu vya kuisisi. Inakuwa shida. Shida. Unasema na hisi kitu ambacho kiko tofauti. Kwa msingi lazima nikwambie mama sisi tukutoa hofu. Kama mimi ni mwenyekiti na katibu wangu hapa. Ili swali limeshafika. Na serikali na inatambua na ielewa. Hata maaskari wanashughulikia hili swala. Sio mwenyekiti peke yake na wala si katibu. Kwa msingi tukutoa hofu. Hata sisi pia hili swali linatuuma. Limetuuma mama. Sana. Tumeumia. Hatulali kwa ajili yako. Sasa basi hamna shida mwanangu. Okay, sawa. Basi sisi tunaenda. Aha, sawa. Karibuni sana. Haya. Sawa sawa. Haya. Katibu. Umeona hili swali? Dunia sio mbaya, sio mbaya.
Inakufundisha dunia, kile unachotaka kufanya usifanye, usichotaka kufanya unafanya. Ni dunia, oh, mala mapenzi, nivute bangi, mala ujambazi. Dunia, dunia, dunia itakupala, itakuliza, itakupa furaha na mwisho karaha. Yaani naona raha tu. Hauna shida yote. Wala una hofu yote. Unafagia. Lakini mama nini? Lakini mama nini? Wewe hujui kinachoendelea? Mwanangu amelala chini. Ni mwanangu eti. Tumbo linaniuma. Tumbo linaniuma ujue. Mwanangu amekufa amelala chini. Nataka nikwambie hivi. Kaa ukijua swala hili sitalifumbia macho. Lazima nipeleke kwenye sheria. Lazima kieleweke. Si ndio? Lazima ujue mbivu na mbichi. Mwambie mdogo wako huyo. Tena ama zake ama zangu. Upo, tunaelewana? Umeshanielewa? Umeshanielewa? Huyu ni mtoto. Tena sitaki ujibu. Umesikia? Okay, mimi mwaya nasema sikujua kama itatokea, majirani mtani wote kujua, sikujua kama nimezingua, nahitaji kusamewa. Lakini huyo Moze mimi nilimkanya nikamuonya. Hakuelewa. Unaona sasa? Jamani wazazi, mmeniachia kituko gani hiki jamani? Mbona huyo mtoto haelewi? Yaani mimi sijui nitaweka sura yangu wapi jamani. Yaani kila mtu ananiangalia ni mimi. Taweka sura yangu mimi wapi jamani? Unaona sasa unavyofanya mtaani? Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Inakufundisha dunia, kile unachotaka kufanya usifanye, usichotaka kufanya unafanya. Ni dunia, oh, mala mapenzi, nivute bangi, mala ujambazi. Dunia, dunia, dunia itakupala, itakuliza. Una shida gani wewe? Unapita pita tu mbele ya gari tukigoma. Ukisamea nini? Una shida gani? Lift umetoka wapi? Dunia simama, watu wako wanakera. Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya, ulimwengu wabaya. Kwa macho unacheka, silini wajua unachokifanya, kumbe we mbaya. We mama, ushirikina mwenyewe, we mama, hauna hata aibu. We mama, kumbe we mbaya. Aya, aya, aya. Habari ya mimi.
Salama za utokako? Safi. Mimi ndani. Hebu chukua kiti hapo ukae. Vipi, una tatizo? Na saizi ukipata tatizo, jua familia yake na Suzi itakuwa imehusika. Maana mama yake amekuja amegomba tena kafoka ile sana. Na amesema hivi, hata kaa kimya hili swala. Umeshanielewa? Lakini dada, mimi sihusiki kuhusu tatizo hilo. Najua uhusiki mdogo wangu. Lakini kwa hili swali lililotokea, alivyokuja mama yake anagomba vile, hapana. Inabidi uondoke urudi mjini ulikotoka. Yaani hapa kijijini usionekane hata sura yako hata kidogo. Maana ukionekana atakachokufanya yule mama. Sijui. Yaani sielewi mdogo wangu. Na ukipata tatizo jua ni mimi nimepata tatizo. Umeshanielewa mdogo wangu? Okay. Nimekuelewa dada. Yaani mimi sielewi. Sijui nitaweka sura yangu wapi. Hapana kwa kweli. Sikiliza dada. Nipatie wali nyama. Nipatie maji ya kunywa. Nipatie na soda pia. Dada, kwani ni nini kilichokukuta mpaka nikakukuta mazingira haya? Nilikuwa nikiishi kijijini. Sina baba wala mama. Nilikuwa naishi mwenyewe. Nilikuwa na wasiliano na rafiki yangu akiwa mjini. Aliniambia kuwa kuna kazi, ndio kufanya kazi. Kwa hiyo nilitoka kijijini kuja mjini. Kwa bahati mbaya njiani niliibiwa simu pamoja na nguo zangu. Nikawa nimekosa mawasiliano. Pole sana. Nikaona bora nijitahidi kuomba lift ili nirudi kijijini. Maana mawasiliano nilipopoteza nikawa sina mwelekeo.
Kwa hiyo ulikuwa unahitaji msaada wa kurudi kijijini? Ndio, lakini kama ningepata kazi ilikuwa vizuri sana. Pole sana. Ondoa shaka, nitakusaidia. Sawa kaka, asante. Wow. Yamwe kakangu yamwe. Yamwe Suzi mwe jamani Suzi mwe. Yamwe kakangu Suzi. Suzi jamani Suzi. Yamwe kalanda we. Yamwe yetata we. Yetata ndani chani mwe. Mwe Suzi mwe. Suzi mwe kakangu Suzi. Mwe jamani mwe Suzi. Suzi jamani mwe Suzi. Mwanangu Suzi mwe jamani. Jamani Suzi. Jamani Suzi kakangu. Yamwe. Hebu basi niambie maana jambo changanya tu alichofanya wewe. Yamwe Suzi mwe. Yamwe tekele bonge. Tekele bonge mwe. Tekele bonge mwe jamani. Inakufundisha kile unachotaka kufanya usifanye, unachotaka kufanya kufanya. Hii dunia wala mapenzi utabangi wala utapazi. Hello? Naam. Dunia itakupa raha, itakuuliza, itakupa furaha na mwisho karaha. Lile sawa liko tayari. Wala hakuna shaka kabisa. Okay, sawa. Tutajitahidi kuwahi. Okay. Oh, sawa sawa. Dada bili shingapi? Estamos. Sawa. Asante, karibuni tena. Kwa macho unacheka, unajua unachokifanya, kumbe wewe mbaya. Moses hata kuletea bana gani? Moses. Moses. Wewe mama, kumbe wewe mbaya. Aya.
Kaka, mwanangu vipi tena? Mbona unatoa ndani mbio hata sijui unatolea ndani nini ndani mbio? Hauelewi, si ndio? Ndio. Moses umefanya nini lakini? Umefanya nini? Unajua sikuelewi. Unielewi. Kwa hiyo elewi chochote kile kinachoendelea. Ningekuwa naelewa nisingeweza kukuuliza. Ama kweli. Yaani wewe unapata muda wa kurelax, kutulia, kuwa na amani, umelala humo ndani na unapata usingizi kabisa. Si ndio? Yaani hauelewi ni jinsi gani uko mtaani wanapokuongelea wewe. Hauelewi uko mtaani ni jinsi gani walivyokuandama. Kila ninapopita kila mtu ni Moses. Hivi ndugu yangu, huo muda wa wewe kuwa na amani kukaa ndani na kurelax unapata wapi? Wananiongelea. Kisa nini cha kuniongelea? Kisa nini? Ndio. Unajua Suzi amekufa. Na mshutumiwaji mkubwa ni wewe. Kwa hiyo naamini kwamba mimi nimeua. Pointi yangu sio kwamba umeua. Siongelei hapa kwamba wewe ni muuaji. Ila hili swala Moses unatakiwa ulibebe kwa uzito fulani. Yaani wewe kama mshtumiwa au ni mtu ambaye unasuspectiwa kwamba umefanya, libebe kwa uzito fulani basi. Wewe sio kukaa kuwa na amani muda huu wewe. Uzito upi wakati mimi sijahusika kwa lolote lile? Ndugu zake Suzi wana wewe. Wana kijiji wote wana wewe. Alafu bado unalichukulia wepesi, si ndio? Moses. Okay, litakayotokea na liwe. Maana mimi si mhusika. Kabisa unasema hivyo? Ndio. Sawa. Moses, jepesi. Mimi ni rafiki yako. Natambua. Naondoka. Litakalo kukuta Moses. Mimi si nimekuja na swala ambalo halina kichwa wala miguu. Sawa. Basi sawa. Mimi naondoka Moses. Natoa mguu wangu hapa. Naondoka. Wewe litakalo kukuta wewe ni rafiki yangu. Nakwambia kabisa. Moses ili swala libebe. Nimeenda. Mwaya, nasema sikujua kama itatokea. Majirani mtani wote kujua. Sikujua kama nimezingua. Nahitaji kusamewa. Kwanza sister, pole sana kwa kitu kilichotokea. Mimi mwenyewe sikupenda ili swala litokee sivyo. Lakini kama unavyofahamu changamoto za kazi zetu hizi, nilipofika huko nilipoteza simu. Kwa hiyo nilikuwa sina mawasiliano ya mtu yoyote hapa nyumbani. Pole sana katika hilo. Nimeshapoa kakaangu. Kwa mimi hata msiba wenyewe sielewi, yani jinsi ulivyotokea. Unajua yani unanishangaza sana. Kwanza niseme tu kwamba vile ambavyo hauelewi kakaangu, ndivyo hata mimi sielewi pia. Unajua kifo cha Suzi kimewasikitisha watu wengi. Unajua kifo cha Suzi wanashangaa huko mitaani. Ni cha ghafla mno kakaangu. Kweli Suzi ananiumiza sana kakaangu. Pole sana. Kweli Suzi analiza watu wengi. Vipi kwanza sister kuhusu huyo mhusika aliyesababisha tatizo hili? Aisha kamatwa? Kiukweli mhusika wa tatizo hili hajakamatwa. Yaani mpaka saizi kakangu ameshakimbia hayupo. Ameshakimbia. Hamjajaribu kulipeleka ili swala sehemu yoyote? Kwa kweli swala hili nimeshalipeleka mbele ya sheria. Nimepeleka huko kwenye sheria, bado wanalishughulikia. Wao wanazungumziaje kuhusu hili swala? Na ripoti gani hasa waliokuja kukupa baada ya kuwafikishia taarifa hizi? Wamesema hili swala watalifuatilia. Lakini toka nimelipeleka sijaona matokeo yoyote. Na sijaona kinachoendelea mpaka saizi unajua. Yaani sielewi kakangu, na sielewi. Pole sister. Lakini basi ondoa shaka sister, kwa sababu nimeshafika. Talifuatilia mwenyewe.
nitakusaidia nifuatilie mpaka nijue mwafaka wake. Yaani hapa kwanza tayari ushanivuruga kabisa. Umenivuruga. Naomba nisaidie vitu vyangu nifike na mimi hapo nyumbani niende nikaangalie mazingira yangu. Nipumzike kidogo, baada ya hapo ndo nianze kufuatilia swala hili. Acha tu niende kupumzika. Sasa kuja nikufuatilie. Wewe ondoa shaka. Sababu nimeshakuja. Sawa. Na mambo mengine nitafuatilia mwenyewe. Nimekuja na mgeni hapa. Kwa mgeni ni kwa ajili yako mke wangu. Unaona unahangaika sana kazi za ndani, unateseka sana mke wangu. Mbona angalau hawezi kukusaidia kazi za ndani? Mgeni kwa ajili yako. Umemleta je nisaidie kazi za ndani. Hivi umefikiria kweli mama? Kwani kuna shida gani mke wangu? Mbona unateseka sana na kazi? Nimekwambia kazi za ndani mimi nimeshindwa kufanya. Hivi umekaa kabisa na kufikiria kwa mimi una siku nishakwambia. Basi, mimi niongea siku. Naam. Amebeba mangapi? Na huyo naye abebe aliyobaki hapo yaje tu. Kwa hiyo ndio hivyo mkangu, naomba tu mpokee. Mimi sijakwambia sijakataa kufanya kazi huko ndani. Wala sijakwambia habari za kutaka kufanya kazi. Sijui unanielewa? Mimi leo tujaikaa chini hapa kutafuta mfanya kazi. Lakini wewe unaenda huko tu na nimekuletea mfanya kazi. Siku gani nakwambia mimi nataka kufanya kazi huko ndani? Kazi za ndani nimeshindwa kufanya.
Eti nakuonea huruma. Ungekuwa umenionea huruma, ungefanya wewe kazi humu za ndani. Tusheka chini tukatafuta mfanyakazi. Toka nipe na kuletea mfanyakazi akusaidie kazi. Mimi nimeshindwa kufanya kazi. Mke wangu, nafanya hivyo kwa sababu nakupenda. Ungekuwa unanipenda ungefanya basi mwenyewe kuliko kuleta mfanyakazi. Najua mlichoongea mpaka ukamleta ndani na mfanyakazi wangu. Muona mke wangu, maana kunisi nyingine sasa. Nimeshakwambia sitaki mfanyakazi mimi humu ndani. Sijui unanielewa, tunaelewana? Sasa nataka nikwambie kitu. Huyu mfanyakazi asipotoka humu ndani, mimi natoka. Takuacha wewe na mfanyakazi wako humu ndani. Mke wangu, usifanye hivyo basi. Kaka, naomba unisamehe. Mimi ndio chanzo cha haya yote. Mimi sio sababu ya wewe kukosana na mke wako. Kaka, mimi ninachokuomba kitu kimoja tu. Naomba unisaidie nauli ili niweze kuendelea na safari. Kwani ndio ikagharimu shilingi ngapi? Nataka nielekee Mbeya. Oh, okay sawa. Nitakupatia kiasi cha shilingi 100,000. Na mimi nitakusaidia. Sawa kaka. Nashukuru. Naomba nisubiri kidogo. Asante kwa kushukuru. Utembee salama. Naomba uwe mwangalifu. Sawa. Haya. Wewe mwite mdogo wangu akusindikize.
Chege. Chege. Njoo mama. Umpeleke huyo dada stendi. Sawa. Kamuonyeshe kwenye ofisi za mabasi ya kwenda mbele. Sawa. Waini basi. Wai kurudi. Sawa. Okay, sawa. Nadhani mimi nimekuja hapa kwako mwenyekiti na kwako katibu. Nimekuja hapa kwa lile swala nilowaambia kwamba mwanangu amekufa, si ndio? Lakini nilikuja mara kwanza nikaleta ripoti hapa. Mpaka saizi sijapata majibu. Mama, sijajua kinachoendelea ni nini. Sawa mama, nikwambia hivi, kitu kimoja nikutoe hofu. Lakini inaonekana kama mnapendelea sehemu moja. Sio kama napendelea sehemu moja eti. Ili swala tunalifanya ngazi kwa ngazi. Mpaka saizi hapa tumefikia sehemu pazuri saizi. Kama mngekuwa nafanya ngazi kwa ngazi, mbona sielewi kinachoendelea? Sijaelewa kinachoendelea. Mama, mimi na mwenyekiti. This is wa mwenyekiti. And you wakatibu. Hili jukumu tulipofikia. Ila kuna upande tumefeli. Upande gani huo? Upande gani huo? Si mngesema? Upande gani huo? Sasa mama, ni kwamba hivi, tulipofeli sisi ajichekeche. Kujichekeche na moyo kushika. Mama, hela mafuta. Maana kutakuta umepiga huko simu, ule simu. Pikipiki inatupia mafuta. Gari mafuta. Cha msingi natasema ni hela mafuta mama. Si mngesema? Kumbe ni hela tu. Ni hela. Hela zimelala hapa, mngesema. Zimelala mama. Hela ziko hapa. Sawa. Vitu vidogo tu mnafanya. Fanya kazi kimsahihi jamani. Shika. Baba wa kwanza. Yaani utakuwa ni utafini golikipa. Wasi no. Ongea kinachoendelea bwana. Hivyo. How much? Mimi nijua nakupa 7,000. 7. Mama shilingi 30 mama, sio 7 mama. Ndio maana nimeuliza shilingi ngapi zinatakiwa? Hela ndogo kabisa hii mama. Kwanza unataka shilingi ngapi? Simseme? Maana nimesema sema kiwango, hamjasema unataka nifanye. Wekundu wawili. Wekundu wawili maana yake. Na ndio maanisha kwamba 10,000 hizi 20,000 na maanisha mama. Okay sawa, kwa 20,000. Hela ziko hapa. Ningesema acha uzembe kwenye kazi. Hapa sasa hivi uzembe. Unajua kwamba huyu ni mwanangu. Hakuna tena. Mjue kwamba ile ninalofuatilia hii swala ni mwanangu amekufa, ameshalala. Sawa, Mjue kwamba na uchungu. Umeshaweka nguvu ya ziada. Nguvu ya ziada mama. Msipende tu pesa, angalia uchungu nilionao. Imesha. Ongeza mama, ongeza. Imesha hii. Shika. Sawa. Hapa mama, sasa nimtoe hofu sasa. Hii biashara imekwisha. Mama, nimekuambia kitu kimoja. Hili swala sasa hivi limekwisha. Sawa. Sawa, kuna lingine mama? Karibu. Lingine ni kwamba hela mmeshapata, si ndio? Tumeshapata. Fanya kazi kiusahihi. Umenielewa mwenyekiti? Safi kabisa. Umenielewa katibu? Tumekuelewa. Fanya kazi kiusahihi. Msifanye kizembe, si ndio? Hamna shida mama, nimetoka na profit. Msije mkapewa hongo. Fanya kazi yenu kiusahihi. Hata unapokuja kati ya kesho kutwa. Uje hivi. Sawa. Basi kwa muda huu nipende tu kuaga, ila nataka kusisitiza kwamba fanya kazi. Mama, imeisha. Hela mmepata. Tumeshapata. Fanya kazi. Safi. Basi niseme bye. Kazi njema. Hamna shida. Mama wa moto. Yaani ni kama basi ya umeme. Sasa bila kuchelewa muda. Sawa. Wako ngapi hapo? Nyekundu 2. Shilingi 7,000. Shika kwanza. Katibu. Ulikuwa hupokei hela. We, sasa wewe. Hivi kwanza nikuulize. Mimi na wewe nani mwenye kazi ya juu? Yaani mwenye kazi ya juu. Sasa kwenye mankota kwa ngazi ya juu. Hizi ni hela. We, katibu na mwenyekiti. Nani mwenye cheo kikubwa? Sawa.
Sasa hapa tuna shilingi 27,000. Sasa shika kwanza. Shika. Nabaki shilingi 2,000. Sasa change hamna mwenyekiti. Cheza change. Sasa wewe utakiwa cha msingi tu. Uje nyumbani nina chechi kuku. Wewe hawapo. Wameshaondoka. Sasa cha msingi mimi na change nne ndani kwa nikachukue. Kachukua change. Sasa mwenyekiti, usije kwenda moja kwa moja. Lete kwanza yenye kuu. Lete kwa usiende moja kwa moja. Hamna. Acha kofia. Sasa sasa. Mjini shule. Mjini shule. Mjini. Tamsingi. Kalete change bwana. Hamna shida. Wewe imesha hiyo. Haya baba. Hadi na kesho. Na kesho kutwa. Sasa hivi hapa ni mimi na mwenyekiti, kazi tunafanya kwa weledi. Mwenyekiti, fanya haraka lete change nikapate maukoto mengine huko mbele. Kwa saizi? Salama dada, karibu. Asante. Hudumia nini? Nilikuwa naomba kazi. Samahani dada. Bosi katoka. Na nafasi zimejaa. Sawa, asante. Basi Mungu msaidie maji ya kunywa. Maji ya kunywa.
Salama, karibu. Asante. Dada, nilikuwa naomba kazi. Kazi. Dada, si kwa saizi hivi. Tumetosha. Dada, basi naomba unisaidie chakula. Nina njaa toka jana sijala. Chakula sawa. Karibu ndani. Ulipoagiza chips umeelekeza kwamba hela ulivyokuja kuagiza umenielekeza kama una hela. Hizo ni salama. Hizo ni salama. Naomba hela basi. Naomba hela chakula bana. Hizi ni kazi hizi. Na hii kazi sio kwangu mwenyewe, niko chini ya mtu. Unaona?
wewe umekuja umeagiza chakula, umekula chakula, umekuja kudai hela unasema huna hela. Huna hela kiaje? Naomba hela. Dada naomba hela, naomba hela. Samahani sana, naomba hela. Naomba hela nakwambia. Oya. Ona mdai shilingi ngapi wewe dada? Sasa. Huyu sister amekuja hapa anaagiza chakula. Anaagiza chips kapu za 1500. Nimeletea hapa na yani ananifokea tu niko na wateja pale ananigalaliza kwamba niteja pale. Sawa. Ndio niletea sasa hivi amekula. Nimekuja kuchukua hela yangu ananiambia hana hela. Ana maana gani? Sasa kwa nini unaagiza chakula afa huna hela? Sawa, mwache. Hizo ni zawadi kwenye vyakula vya biashara. Kwa hiyo unamdai shilingi ngapi? Mimi nataka nijue. 1500. Basi mwachie hiyo hela na kulipa mimi hapa. Sio tunakadiliana. Tusikadiliane kishamba hiyo. Achana bro. Bana change hapa sina, ngoja niwachukulie 500. Haina noma. Oye mshikaji. Afu dai mwenyewe anakaa mshamba. Unamsoma? Unasoma vizuri lakini. Nimemsoma kabisa. Hivi tangu anafika hapa namwangalia. Unaona? Sasa huyu. Unaona?
huo mpango wenu. Hapa kitaa wote tunajua. Au sio? Unapenda kutuenjoy. Alafu mmewaenjoy wote wameshawafahamu. Au sio? Selamavi mmeutuletea hapa kitaa kwamba sijui naomba msaada, kumbe mnatupiga juu kwa juu. Aisee, hebu acheni hayo maswala sawa. Ndio hapa niliposikia hata naenda kuishi wapi, naenda kulala wapi. Na pia sija kujua tena yote, unisaidie dadangu. Mbona kama umenikazia? Alafu ukiangalia ni maswala ambayo kila kitu tunakielewa mshikaji wangu. Haya, huo msaada gani? Bisi kama msaada gani mkali wangu? Sina paka kulala, Tokea wapi manzi? Mbona hizo? Msaada umezidi, umetokea wapi? Maangamizi. Au sio? Waga sana, japo mimi naona moto lakini nina huruma sana. Ila sasa nimesaidia watu kama nyinyi wengine hapa nikolea nje mshikaji wangu. Yaani kila shwari fresh. Mpango mmoja tu nataka nikwambie mimi nifanye. Unanielewa? Mimi wa moto mshikaji wangu. Hii kila mshikaji aliyoko kwa roho yako sielewe. Basi full. Ila mimi ukinichangia isee mimi sio hivyo yani. Mimi natoaga roho za watu mshikaji wangu. Yaani ukinizingua mimi mambo shenta. Au si? Kama ndio hivyo hebu kaa hapo mimi nifuate fegi hapo na kukupitia. Au na online. Nakuja hapa na kukupitia. Au unataka tuende wote mkali wangu? Sala mwingi tatizo nyie mamanzi daleki zenu. Tuende bila sasa. Jua kama nilivyokuambia mimi mwepesi. Inakufundisha dunia, kile unachotaka kufanya usifanye, usichotaka kufanya unafanya. Ni dunia, mala mapenzi, nivute bangi, mala ujambazi. Dunia, itakupara, itakuliza, itakupa furaha na mwisho kara. Dunia simama nishuke, dunia simama watu wako wanakera. Dunia simama nishuke, dunia simama watu wako wanakera. Dunia sio mbaya, sio mbaya. Dunia sio mbaya.